ikiwa ni msafara wa the incoming president, na anasema anawapenda sana. Hakikisha unachukua. Wapi kelele ya baba? Wapi nduru ya Jackoo? Watu wa Ruiru tunawapenda sana. Tunasema tuko ndani ya Ruiru. Watu wa Ruiru ni watu wa mapenzi. Tunawapenda sana sana sana. Right kabisa. Na tunasema kwa serikali ya baba itakuwa na umoja. Serikali ya baba itakuwa na usawa. Serikali ya baba itahakikisha vijana wanapewa ajira. Serikali ya baba atahakikisha vijana Haya. Watu wa Ruiru hamjambo. Muriega. Tajika yogua. Nemuona baba. Umeona baba. Ebu muevu namna hiyo. Muevu baba. Asante sana watu ya Ruiru. Tuko na furaha sana vile mumetoka kuona baba na mumeona baba. Mnajua baba siku moja aliwaambia watu Kibaki tosha. Ati alisema nini? Na sisi tumwambie nini? Baba tosha. Haya teko huo kiuga. Baba tosha. Asanteni. Unajua watu ya Ruiru tumetoka huko upande wa Githunguri. Baba amefanya mambo mingi huko. Akaniambia ni lazima atasimama Ruiru. Mnajua tuko na kazi mingi mno hapa Ruiru. Ila tunafanya, lakini ya siku yetu tutakuja kufungua hospitali, tutakuja kutengeneza stage, hiyo siku yetu itakuja. Leo tuko na baba, lakini tena tuko na viongozi wengi. Wacha niwajulishe hawa viongozi. Huyu anaitwa Maina Kamanda. Hampigeni makofi. Yule anaitwa Jude Jomo kutoka Kiambu. Piga makofi. Hapa mnaona mrembo anaitwa Rachel Shebesh. Piga makofi. Mnajua yule anaitwa Secretary General Edwin Sifuna. Ndio huyo. Hapo tuko na mheshimiwa Gekandi wa kutoka Nyeri. Tuko na Kamau wa Raila. Fanya watu namna hii Kamau. Tuko na mheshimiwa Opio Wandai. Mpigieni makofi. Piga makofi. Huko nyuma tuko na Deputy Governor wangu Joyce Koge. Alafu upande huu tuko na mheshimiwa kutoka huko Embakasi. Alafu tuko na Kanini Kega. Piga makofi. Tuko na baba wa BBI anaitwa Dennis Waweru. Piga makofi. Haya, upande huu naona yule gavana alikuwa wa kwanza, Mheshimiwa Kabogo ako hapa. Sasa watu wa Ruiru, andu a Ruiru twena gikeno muno kwa sababu hebu kidogo, tuko na furaha sana kwa kutembelewa na baba. Kabla ya baba kuongea, wacha mimi niseme jambo moja. Sisi watu ya kwa Kiambu tumeamua kuwa tutakuwa nyuma ya baba, kwa sababu baba ametufanyia na sisi tutamfanyia. Na leo ndio tuko hapa ili nyinyi muweke muhuri kusema baba ndio atakuwa president wa 5 wa nchi ya Kenya. Piga makofi.
Sasa nikataka tuongee kidogo. Nitapea nafasi Kanini Kega awasalimie, alafu tuendelee. Kanini Kega. Chuk. Haya, Kabogo wataongea. Haya. Loiro Baba, endelea masi endelee. Leo ni leo, msema kesho ni nani? Adwaro Iro Moriega. Niĩ ndĩrenda kũmũrehera ndũmĩrĩri ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, kũrĩa gwitũ tondũ ithuĩ tũikaragia kĩrĩma kũrĩa Nyĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ tũramũrorire tũrĩ kũrĩa igũrũ, tũramwambatia ararũthĩrĩria, tũrona ũyũ nĩwe ũgũtuĩka president wa gatano wa Kenya. Na tondũ ithuĩ andũ a Gĩkũyũ tũtirĩ twarita-rĩ, nĩ mũkwenda gũkorwo thĩinĩ wa thirikari kana nja? Mũkwenda thĩinĩ kana nja? Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, tondũ nĩ thiũrũrũkangaga, mũthuri ũyũ nĩ tũrathire nake Turukana, nĩ tũrathire nake Eldoret, nĩ tũrathire nake Meru, nĩ tũrathire nake Isiolo, nĩ tũrathire nake Mombatha, nĩ tũrathire nake Gĩthumo. Ndarora na ndathiũrũrũka, maitho maronania na ũrathi ũronania atĩ atakaye kuwa rais wa tano wa jamhuri yetu ya Kenya atakuwa ni baba. Ebu semeni kwa nguvu, baba Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Sasa nataka nimkaribishe gavana wa kwanza wa hapa, rafiki yangu, rafiki yetu Kabogo. Basi Kaba. Basi mimi sitasema sana. Huyu ndiye mrembo Mheshimiwa Raila, ambaye tunakuambia ni mrembo, anaweza patikana, lakini kuna njia ya kuwinda huu mrembo. BBI imeanguka. Mnataka niharibu gari ya baba eh? Harambe! Mheshimiwa Raila, kura ya Central Kenya inaweza patikana, na inaweza patikana ukitafuta huu mrembo kwa njia ambaye haitakufanya kama ile ilifanyika huko Machakos. Naona umefuatana na wabunge wengi ajabu 800, na hii kazi inawezekana. Na wewe kwa kusukuma, tunajua wewe ni tinga. Ni kweli au si kweli jameni? Hiyo ingine, maisha imekuwa ngumu ajabu. Mwambie Kenya Revenue Authority wawache kuuza mali ya watu wakati wa janga ya COVID. Tunasikizana? Lakini hayo machache ikifanyika, haya mengine ni mteremuko. Na mimi nimeanza chama, Mheshimiwa Rais, mimi nimeanza chama inaitwa Tujibebe wa Kenya. Na hiyo chama ndio nimeona juzi umeandika mtandaoni, ukasema mchunge msibebwe ufala. Na mimi nikaweka hapo kwa mtandao, ndipo tunasema jibebe tujenge taifa. Jibebe tujenge taifa. Na mimi najua Mheshimiwa Raila Odinga anaheshimu mambo ya vyama vingi. Wale ambao wanataka tuingie kwa vyama vyao waende wakatufanya vile wamezoea, haitawezekana nafasi hiyo. Haitawezekana. Tushikane tukiwa wengi, tujibebe na taifa itanyoroka. Basi leo umekuja tu ghafla, watu ni wachache hawa. Siku nyingine ukipanga, tutakwenda hapa kiwanjani, mahali niliweka carpet, tukae hapo na tumwambie huyu jamaa gavana kama hajaenda aongeze carpet Kiambu ziwe nyingi.
Mimi nitawachia hapo. Mimi ni rafiki ya Raila Odinga. Wakati 2013 imesemekana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepatia Mudavadi, mimi nilienda kwa baba nikamwambia mimi najua Mudavadi hakuwezi. Kwa hivyo ombi langu la kwanza, maneno ya uko Hague urudishe nyumbani, na akakubali. Akaenda hapo Kasarani akaambia kongamano ya ODM warudishe kesi hapa. Tunaelewana? Wakati nimefungiwa na Michuki kwa kusema vijana wasiuliwe, hiyo seli mimi sijaona mtu mwingine, nimeona huyu baba amekuja kunifata. Halo, tuko pamoja? Aangalie maslahi yetu na sisi tutaangalia maslahi yake. Tunaelewana? Tunaelewana? Mrembo wako, mrembo tuko na yeye, kuja uwinde vizuri na utampata. Ya mwisho kabisa, mwambie Rais Kenyatta, Wakenya wanaumia ajabu. Mheshimiwa Rais, wanaumia ajabu. Kama wanaweza simamisha kodi ya mwananchi wa kawaida mwaka huu na baki mpaka Disemba, watu watajipanga. Watu watajipanga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Haya. Sasa wacha tusikie mrembo anaitwa Pasaris atuzungumzia kidogo. Mheshimiwa Pasaris. Muriega, gaini mwema. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Wajua, saa ile watu wawili walipatana, nawaambia hadithi. Mmoja alimwambia mwingine, njoo kwa nyumba yangu nikulishe kidogo. Akaingia, wakakula chakula vizuri pamoja. Sasa ule ambaye alimkaribisha akamwambia, wewe ukikaa na sisi vizuri, hata hapa naweza kukujengea sehemu yako. Huyo mtu akakosea ule mwenye nyumba, na hata anataka kuingia bedroom ya huyo mwenye nyumba bila hata heshima. Kitu nataka kuambia, kijana wenyu ni nani? Ni Uhuru Muigai Kenyatta. Huyo ni kijana wenyu. Na huyo akiwaambia mwende left, mwende left. Akiwaambia mwende right, mwende right. Kwa sababu yeye ndio ameshikilia nchi yetu vizuri. Mupatie nafasi, kwa sababu dunia nzima imeharibika na hii pandemic ya COVID. Hakuna nchi ambayo haijaharibika. Na nikwambie ukweli, mkitupa maji na mtoto, mtakuja kuumia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, asante sana baba. Mimi nimemsikiza rafiki yetu Mheshimiwa Kabogo. Kwanza lazima sisi kama vijana tuseme asante kwako na kwa rais kwa kuendelea kusikiliza sauti ya vijana. Kwa mambo matatu baba, tunataka tuseme asante. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais amerudisha kazi kwa vijana, vijana at least wapate kitu. Tunasema asante Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, kama vijana, hii kitu ya kupelekwa kwa CRB imetusumbua sana. Tunafurahi Mheshimiwa Rais amesema tusimamishe hii mambo ya CRB kwanza, na tunaendelea kumwambia asante kwa hiyo kazi. Jambo la mwisho baba, kupitia kwako vijana walikutuma uambie rais atoe curfew, na sisi tunasema asante kwa rais kwa kutoa curfew ndio vijana waweze kuendeleza kazi zao. Na kwa hayo machache mimi nawaambia Mheshimiwa Kabogo, hata hiyo ambayo umeomba leo baba atafikisha kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Asante sana. Thank you very much. Habari zenyu muriega? Mko sawa? Kama watu wa Jubilee kwa sababu ya handshake. Hapa mmeshika? Sisi tuko kwa handshake kwa sababu ya Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hata vile Kabogo amesema, sisi tunajipanga, ODM inajipanga, lakini sisi wote tunajua Raila Amolo Odinga ndio atakuwa the 5th president of the Republic of Kenya. Mungu awabariki sana.
Haya, asante sana. Watu wa Roiro mpo? Sasa mimi nataka kushukuru baba kwa sababu amekuja kututembelea. Kwa sababu kwa muda mrefu tumeambiwa huyu mtu ni kemodo. Huyu mtu tumeambiwa ni mogoroki. Huyu mtu tumeambiwa ni mbaya. Sasa amekuja yeye mwenyewe, ametuletea maendeleo, ametuletea salamu na tumeona yeye ni mtu mzuri. Tunakuomba ututembelee mara nyingi ili tukujue hata zaidi, tukupende hata zaidi ili 2022 tukuweke kwa State House. Mtasaidiana kumpeleka State House? Tutakuwa pamoja. Hebu tuone kwa mkono. Asante sana, Mungu awabariki. Hamjambo tena. Vijana wa Ruiru Trisi tunasema Rieng ni Rao. Tukiwa Meru, vijana wa Meru walisema Rieng ni Rao na Rada ni Azimio la Umoja. Watu wanasema ati baba hati uongozi ya vijana. Leo baba ameleta maendeleo kwa sababu ya kijana, na tunasema Raila can climb the mountain, and we are saying activate Raila Amolo Odinga. Asanteni. Adwaro iro murega rege geke nege koyo kuria kweragwo Raila ndangĩingĩra na mundu agatuhenia niwe wena tigiti ya Central. Wakikuyu si wajinga, na Wakikuyu wanaongozwa na Mungu. Wewe unaweza kufikiria umeenda sana na hakuna mahali umeenda. Kama hawa ni Wakikuyu wanachangilia Raila na wewe ulikuwa unasema wewe ndio una kifunguo, wewe ujua umeenda nyumbani. Na Wakikuyu si wakununuliwa na pesa. Neguo Raila wapi? Asanteni sana. Haya. Sasa tukaribishe baba ili atuongeleshe. Tumkaribishe. Carpet tutaweka, lakini kwanza tulijenga hospitali. Karibu baba. Shuk. Halo. Haya. Vijana hoye. Ruiru hoye. Wamama hai. Asanteni. Tumerudi tena. Juzi tulipita hapa. Tulipokuwa tumetoka huko pande ya Laikipia, lakini ilikuwa imechelewa. Kwa hivyo tukatoka huko Juja tukaruka mpaka huko Githurai, lakini nilisema tutarudi tena hapa Ruiru. Nimeona rafiki yangu Bwana Kabogo amenikaribisha vizuri sana. Huyu Kabogo tumetoka naye mbali, tulikuwa naye kata kabla hajaingia kwa bunge, na baadaye akaingia kwa bunge, na tumefanya naye mambo mengi zaidi. Ndio sababu amekuja kunikaribisha hapa. Lakini mimi nimekuja kutangaza, nimekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna sio kusema kwamba kumekucha, kumepambauka, amkeni tuende kazi. Harakati ya tatu na ya mwisho ya Kenya imeanza. The third liberation of Kenya. Ile ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya,
ya tatu ni ya uchumi na ni ya vijana. Vijana, the economic revolution of Kenya spearheaded by the youth of Kenya. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Wangapi mko tayari? Nione kwa mkono. Tunataka kuboresha uchumi wetu. Walipokuwa wanapigania uhuru, walisema wanataka mzungu atoke, Mwafrika chukue, tupigane na maadui matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Sawa? Miaka karibu 60 yale maadui bado wako, ama sivyo? Sivyo? Ndio sababu mimi nimesema mpaka tubadilishe mtindo. Tunataka sasa haya. Halo, tunataka hii harakati ya tatu kubadilisha mtindo ili tuweze kuleta uchumi kwa kila mtu hapa chini. Unaisikia sawa sawa? Inaitwa uchumi mashinani. Uchumi mashinani. Tunaanza huko chini na vijana. Vijana kama wamesoma, wana ujuzi, wengine wako na ICT experts, wengine ni mechanics, wengine ni maseremala, wengine ni electricians na kadhalika. Wanapewa kazi ya maana. Na wale ambaye hawataki ajira, nataka kuanza biashara, wanapewa pesa ya kuanzisha biashara yao. Tunaelewana vizuri? Alafu tunasaidia watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, yani SMEs. SMEs wakati huu inaajiri watu 2.5 milioni. Tunataka kuona kama wanaimarishwa na wasisumbuliwe na KRA na ushuru hovyo hovyo, ili waweze kunawiri na kuendelea mbele. Tumeelewana vizuri? Alafu wakipata mkopo hakuna kulipa riba mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Tunataka kuona kama serikali inawasaidia. Walisema ati 30% ya miradi yote ya serikali kuanzia serikali ya juu na ya kaunti iende kwa kampuni ya vijana, lakini haifanyiki wakati huu, na wengine ambao wamefanya kazi hawalipwi. Tutaweka sheria ati kama wewe umefanya kazi kwa serikali mpaka ulipwe ndani ya siku 30. You must be paid within 30 days. Sawa? Tutaweka wizara ya vijana, the Ministry for Youth Affairs, na vile halmashauri ya vijana inaitwa National Youth Commission ambayo inashughulikia mambo ya vijana. Tunaelewana vizuri? Alafu vile nimesema ati kila Mkenya ambaye kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, apate matibabu. Hatutaki kuona kama Wakenya wanakufa kwa sababu ya matibabu. Siku hizi unakuta ati mtu ameshikwa kwa hospitali, mgonjwa ameshikwa ati yeye hajalipa, hana pesa ya kulipa, na gharama inapanda. Saa ingine maiti imeshikwa kwenye mshwari, ati mpaka pesa ilipwe ndio maiti itolewe kwa watu ambao waifiwa. Hiyo tunafutilia mbali. Kila Mkenya atakuwa na National Insurance Scheme. Atakuwa kwa National Insurance Scheme. Yule ambaye hawezi kulipa, serikali italipa. Wengine wanasema ati hiyo ni porojo tu, hata haitawezekana. Pesa itapatikana wapi? Hakuna pesa. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya.
Mimi najua kuendesha serikali, na mimi najua pale pesa zinapatikana. Kila mwaka wale walanguzi wanaiba shilingi bilioni 600, 600 billion shillings kila mwaka. Mimi najua zile mianya vile tulifanya na Kibaki. Nitaziba hizo mianya zote na tutapata pesa ya kutosha ya kufanya hii mpango. Hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Mimi nataka tuelewane. Tunataka kubadilisha uchumi ya Kenya ipanuke. Na uchumi la Kenya itakuwa inapanuka kila mwaka kwa zaidi ya 10%. More than 10% growth tutimiza. Tunataka kuona kama kina mama wanapata kazi sawa sawa. Sawa? Sawa vijana? Na vijana wote wanafanya kazi vizuri. Sio ati kazi ni kazi. Hata kazi ya kusukuma wheelbarrow ni kazi. Nataka kusukuma wheelbarrow. Nataka kusukuma wheelbarrow. Mmekataa. Wangapi mmekataa nione kwa mkono? Sasa mimi na mimi hapa kwenu hapa Kiambu tuliweka katika BBI, tuliweka constituencies 6 zaidi. Hizo constituencies 6 zaidi kila moja ikuja na shilingi milioni 100. Alafu Kiambu County Government ingepata zaidi ya shilingi bilioni 15. Hiyo ni pesa ambayo sasa haitakuja. Lakini tunasema hiyo rege ilienda tu half time. Itarudi wapende wasipende. Sawa? Mimi si mgeni hapa Ruiru. Mnajua wengine waliona hapa mimi nikiwa waziri barabara na ujenzi. Mimi ndio nilijenga hii Thika Highway. Mimi vile nikajenga hii Northern Bypass na Eastern Bypass na kupitia hapa Ruiru. Mimi ndio nilifanya haya yote. Tunataka kuona kama viwanda vinazidi kuletwa katika taifa letu. Viwanda ambayo itatoa ajira ya sawasawa kwa vijana. Tunaelewana vizuri? Vijana mko tayari? Mko tayari kutembea na sisi? Wangapi wako tayari nione kwa mkono tena? Sasa mimi nasema nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Nataka kuwa wanajeshi wa baba mpaka mbebe bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Tunaona vizuri? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni nini? Ili wewe sasa wewe ni mwanajeshi kamili ya baba. Nikisema forward march, forward march. About turn. Fire. Fire.